katika tukio ambalo sitalisahau kwenye maisha yangu, lina ring kwenye maisha yangu kila nikifundisha hili somo. Ilikuwa ni mgogoro kati ya kijana ambaye amekuwa na uwezo mzuri wa kiuchumi, anafanya kazi vizuri, ana pesa, biashara zinaenda vizuri, lakini anaishi na mama yake, amemjengea mama nyumba, baba amemtelekeza. Baba yuko tu hivyo. Baadaye nikamuuliza, ilitokea kwa bahati nikaenda kwenye makambi kwenye lile eneo. Yule baba akaniona, akanifuata, akaniambia, unamfahamu fulani? Huyu anayemtaja ni mtu ambaye namfahamu, ni rafiki yangu. Nikamwambia ndio. Anasema, nilisikia ni rafiki yako ndio maana nimeamua kuja kukuambia. Nikamuuliza, kuna nini? Anasema, yule ni mtoto wangu. Nikamwambia, mtoto wako? Ukimwangalia mzee amevaa hizi plastiki zetu tuna yebo na zimechakaa kabisa. Nikamtazama, akaniambia, mpigie simu kama uamini. Nikapiga simu pale pale, rafiki yangu akapokea. Hata hivi ninavyoongea ananitazama, maana tumekubaliana leo naongea hii habari. Nikapiga simu, akapokea. Nikamwambia, fulani, niko hapa, niko na baba yako. Akasema, baba huyo mzee wa ajabu sana, mshenzi kabisa, alituacha tukiwa wadogo, alimtesa sana mama. Leo maisha yamekuwa mazuri, ndio maana sasa anataka kunitafuta, achana naye. Na simu akanikatia. Kamtazama mzee akalia, akasema, ndio hicho nimekutafuta kwa ajili ya hicho. Usiku nikampigia tena simu, nikamwambia, ndugu yangu, tuongee. Akaniambia, kama unahitaji kuniambia habari za huyo mzee tusiongee, ila kama una habari nyingine tuongee. Nikamwambia, ndio nina habari nyingine leo. Habari gani? Nikamwambia, unakwenda kufilisika hadi kuomba chakula. Akaniambia, unanitisha? Nikamwambia, sikutishi, tukio linakuja hivi karibuni. Kwa nini? Nikamwambia, mimi nimekuambia tu, ukiamua tujadili kwamba kwa nini unakwenda kufilisika, tutajadili. Aniambie, Mungu amekuonyesha? Nikamwambia, ndio. Alikuonyeshaje? Nikamwambia, kwenye Biblia. Unajua tuliongea karibia masaa 3 kwenye simu, mpaka simu inawaka moto, tunaongea. Akaniambia, basi ukirudi tuongee. Nikaenda nyumbani, tukaongea tena, akanisimulia unyama wote baba ambao aliwafanyia, akamtelekeza mama, wote akanisimulia. Mama ndiye aliwasimulia, kwa sababu nikambana, ulikuwepo? Sema, tulisimuliwa na mama, na baadaye kweli hatujamkuta baba nyumbani. Akamwambia, basi yameisha. Nikamwambia, kesi ya mama yako na baba achana nayo, ila nimekuja kukuambia hizi biashara ulizonazo hizi, Mungu alikuwa amekusudia akubariki mara 3 kuliko hivi, ila unatembelea mgongo mmoja tu, hujatembelea mgongo wa pili. Ukiweza kutembelea huu unatoboa. Kwa hiyo unaniambiaje? Nikamwambia, rudi, baba yako kule kijijini ukimtazama alivyo na wewe na pesa ulizonazo havimechi. Hili jambo mpaka nitafakari. Nikamwambia, sasa sikiliza, wewe ni jamaa yangu, tunaongea kila kitu, lakini kuanzia leo usinitumie hata vocha, sitaki. Sasa kwa hiyo ina maana tunaleteana ubabe. Usinione hivi nikiongea hapa, kila mtu ana rafiki yake ambaye huwa wanapeana makavu, na mimi huyo tunapeana makavu hivyo hivyo. Yaani unavyoona tukiongea sio pasta, ni makavu hivyo hivyo. Nikamwambia, sitaki hata vocha yako, sitaki, na mimi naondoka. Mke wake akaniita, shemeji usiwe hivyo. Nikamwambia, sitaki, zina laana hizi hela, sitaki hela za laana. Tukakaa siku 7, no kupigiana simu, nothing. Maisha yanaenda. Na mimi nakwambia, kama huna rafiki ambaye anakupa makavu bado, kila mtu lazima uwe na mtu ambaye anakukalisha na kukwambia hapa umechemka. Baada ya muda akaniambia, twende kijijini. Tukafunga safari mpaka kijijini. Tukafika, nikamkutanisha na yule mzee, tukaongea kwa kina, kila kitu tuliongea kwa kina sana. Yule baba akalia. Nakumbuka alinikumbatia, amelia kwenye bega langu mpaka unasikia kama panaloa. Lakini kuna neno alisema ambalo liligusa maisha yangu kabisa. Akaniambia, mimi natokea familia ambayo hata mimi pia nilitelekezwa na tukaachwa. Anasema, nimeishi maisha ya kivyangu vyangu tu. Unajua walio wengi kwenye ndoa zetu huko kote mnapambana na child traumas. Huyu mtu unavyomuona alivyo na tabia yake, kuna vitu anabeba viko huko alitendewa. Yule baba akasimulia mambo aliyofanyiwa utotoni na nini, vitu vingi aliyofanyiwa. Alifanyiwa ukatili mkubwa, aliyosimulia ni ukatili mkubwa, na ukatili alifanyiwa na bibi mwingine ambaye alikuja kuolewa tena. Ilikuwa ni shida. Kwa hiyo ana zile kumbukumbu zote zikaja kujitokeza. Akasimulia kijana wake, akasema, baba, sikuwahi kujua umepitia haya yote, ila leo ninakusamehe. Ninachomtukuza Mungu, mpaka leo ninakuja kuongea hii habari. Wakati nakuja saa 7 niko njiani nakuja hapa, nilimpigia simu nikamwambia, leo unajua ile story nakwenda kuisema, sasa nataka uniambie na ikamilishaje. Akaniambia, unataka useme nini na nini?
Nikamtajia vyote anatamani kuvisema, ila kuna moja nataka uniambie leo nikaliseme mbele ya watu wote. Umemaliza kumjengea yule mzee nyumba? Anasema nimemaliza mwaka jana, na mzee anakaa kwenye nyumba nzuri. Baba yake sasa hivi anakaa kwenye nyumba nzuri yenye kila kitu vizuri, safi kabisa, super. Japo tu kitu ambacho hakufanikiwa ni kuwarudishia tena yeye, na nafikiri mmenielewa, lakini at least imefikia level hiyo. Anaambia baba anaishi vizuri. Akamwambia na sasa hivi ninavyoongea na wewe pastor, nina mpango wa kumnunulia baba gari la kubeba mizigo, ili kule kijijini mtu mmoja tu aendeshe, akipata kiela kidogo anampelekea mzee asihangaike tena. Sasa muujiza ambao ndo